Mawasiliano ni kitu cha muhimu kwenye taasisi yoyote ile, sio ndoa tu. Na hata ukienda kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, kuna kitu wanaita chain of command, kwamba kuna namna mawasiliano yanavyokuwa yanatoka juu kwenda mpaka kumfikia mtu wa chini. Sasa tunapoiangalia ndoa, ni lazima tukubaliane ndoa ni taasisi, na mwanzilishi wa hii taasisi ni Mungu mwenyewe. Na tutakubaliana aliyempa msaidizi Adam alikuwa ni Mungu. Kwa mwanzilishi wa hii taasisi ni Mungu mwenyewe. Sasa ili uhai wa taasisi uwepo, ni lazima kuwe kuna mawasiliano. Lakini vile vile maandiko yanasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kuheshimiwa ni pamoja na nyinyi wenyewe mnawasilianaje, kwa lugha zipi, kwa staha zipi. Kwa sababu sio tu kwamba tunawasiliana, lakini tunatumia lugha zipi kuwasiliana na kwa namna gani tunawasiliana. Sio kama tunaelewana. Lakini jambo lingine ambalo naomba nisisitize hapa, ndoa ni mfano wa kanisa. Na kama ni mfano wa kanisa, kanisa ni mahali ambapo Mungu anakuwepo. Tukubaliane kwamba hata mimi ni kanisa, mwenzangu ni kanisa, na kuna kanisa kwa maana ya lugha ya ujumla. Lakini kanisa ni mahali ambapo Mungu anakuwepo. Ukienda katika kitabu cha Wakorinto, Paulo anawaambia Wakorinto, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Maana yake ndoa pia ni mahali ambapo Mungu anakaa. Lakini mahali popote anapokaa Mungu kuna mawasiliano. Tunawasiliana na Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa njia ya neno lake. Kwa nini? Ili kuhakikisha uhai wa kanisa, lakini pia kuhakikisha uhai wa nini? Wa ndoa. Sasa ukiondoa mawasiliano au ukizuia mawasiliano, maana yake umezuia zile channel za uhai katika ndoa. Maana yake unacholeta nini? Ni uharibifu. Lakini nirudi nyuma kwa kusema kwamba tunaposema mawasiliano hayaishi tu kwa sababu mnazungumza. Na hili ni jambo ambalo wanandoa wanatakiwa walielewe. Kwa mfano, mimi nina namna ambavyo nazungumza na mwenzangu. Na kuna vitu mimi inaweza kawa ni kawaida yangu kuzungumza, lakini kwa sababu najua upokeaji wa mwenzangu ukoje, kwa nitatafuta namna ya kuzungumza ili yeye asifanye nini? Asiumie.